نور دربي بالقرآن واشرح صدري. Kushanya watu sehemu moja wakawa wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa mkushanyiko huo Mwenyezi Mungu kwanza anawazungushia rehema yake na anawashushia malaika, alafu vile vile anawashushia utulivu. Na kwa nini pasiwe na utulivu sehemu ambayo anaadhimishwa mtukufu wa watukufu wa daraja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah anatambia yule ambaye anakithirisha kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu anamzawadia karamati isiyopungua 10. Jambo la kwanza, anapewa rehma na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, anasalimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, anazawadiwa nuru katika uso wake. La nne, mtu huyu anazawadiwa utulivu katika nafsi yake. Tukiendelea, la tano, kuna ash-shafa'atul 'udhma 'inda Rasulillah, atakuwa mwenye kuombewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu jambo jingine, ataingizwa katika nyumba ya amani, ataokolewa na moto wa jahannam, na katika swala zake hizo atakuwa ni mwenye kufuatwa na malaika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, la taj'alu buyutakum qubura, nyumba yenu msiyafanye makaburi, wala taj'alu qabri 'idan, na wala msilifanye kaburi yangu kwamba ni idi yenu. Akaendelea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatambia, yoyote yule ambaye ananisalia mimi, basi elewe kwamba fa inna salatakum, hakika ya sala zenu, turaduna alayya, zinadhihirishwa kwangu, waradda Allahu ruhi, na Mwenyezi Mungu ananirejeshea roho yangu, hatta arudda alayhi salam. Sallu ala alhabib. Mtume tuko naye kwa sababu anatuambia uhai wangu ni kheri kwenu na mauti wangu ni kheri kwenu. Kwa tuelewe kwamba tuko ndani ya kheri, na nakubashirieni kijiji cha Marumbi hivi hivi mulivyo, mubaki hivi hivi. Kwa nini? Iko siku mtalipata jawabu. Katika faida za kumswalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwanza ni kutambuana. Hakika kuna watu Marumbi hawaji isipokuwa siku hii moja. Kweli si kweli? Kama laiti si Muhammad aliyetukushanya hapa, tungetambuana kweli? Tumeacha kazi zetu, tukaacha usingizi wetu kwa mapenzi yetu ya kumpenda Muhammad. Kwa vile Mwenyezi Mungu anatuambia, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, amefanya wema, amefanya hisani. Kwa nani? Wa ummi idh ba'atha fihim rasula, pale alipowapelekea mjumbe, kazi yake yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Huu ni wema ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewazadia ummati Muhammad. Jamani, Allah na Muhammad, shida zako zote zitatue kwa nembo ya Muhammad. Lakini kuna msemo unasema, asiyejua faida usimpe faida. Kuna watu wao, manake jambo hili analiona ni jambo la kipuuzi tu, halina faida yoyote. Lakini kwanza tathmini ambayo tumepigiwa kutoka mwaka jana hadi mwaka huu, maendeleo ya watoto wetu, tukawakushanya watoto wetu, tukapata sadaka pamoja, tukabakia usiku huu kumtaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unafikiria kuna jambo gani zuri zaidi kuliko kukaa watu wakakumbushana kwamba Muhammad alikuwa shadidul haya wa tawadhu, yakhsifu nala wa yarka'u thaba wa yahlu shat. Hizi zote ni sifa za Muhammad sallallahu alaihi. Tusiwe na shaka na sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Huyu bwana Sayyid Barzanji aliyetunga hichi kitabu ambacho kinasoma hapa, si kwamba kakaa tu akakurupuka, bali ukitaka kumjua Jaafar Sadiq kama ni mkweli au ni muongo, hebu itafute kitabu al-Bukhari, Jami' al-Ahadithi ya Bukhari, kianze kusoma mwanzo mpaka mwisho. Ikitokea kuna mlango umeenda kinyume na hadithi hizi, basi njoo na kudhamini chochote. Asaliwe Mtume. Kwa sababu katika Bukhari kuna hadithi inasema, ili kumtaja nasabu yake ni ile ile, isipokuwa Abu Jaafar Sadiq anatuambia kwamba yeye wa ba'du fa aqulu nani huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib mpaka mwisho, mpaka hadithi ikamalizia kumtaja kileleni wa ajananu bila raibin inda dhawil ulum min nasabiyya. Hii ni hadithi ambayo iko ndani ya Bukhari, lakini leo wanatokea watu wanakwambia hicho kitu hakifawi, bid'a. La, kwa sababu tu hakimu katika matakwa yake. Watu wanaishi na dhana zao, sivyo uhalisia ulivyo. Kwa hiyo wasia wangu wa mwaka huu 2025 ninasema wa Marumbi tubaki hivi hivi. Tukiwa hivi tutakuwa tumefanyia tatbiq kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alipotambia katika surati Adh-Dhariyat, walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Kwa hiyo kama walivyo watu wazima, basi na hawa ambao sasa hivi wadogo wetu, watoto wetu, wabaki katika msingi kama huu. Mkienda hivyo na kubashirieni kitu ambacho kitakupeni kheri leo mpaka kesho, kwa sababu watu wengi wametolewa mapenzi ya kumpenda Muhammad sallallahu bila kufichana. Na mtu yuko tayari akeshe katika mpira, lakini hayuko tayari kukesha katika ulimi wake ukawachaba kwa kumtukuza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni msiba mkubwa tena sana. Kwa nakwambieni, mkisikia kuna shirki, mkisikia kuna bid'a, basi tufahamu bid'a ni nini, shirki ni nini. Kumsalia Muhammad sio bid'a, kujikushana kwa ajili ya kumpenda Muhammad sio bid'a, kwa sababu Mwenyezi Mungu katambia kwamba tumtukuze Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watuwaqiruhu watuazziruhu watusabbihuhu bukratan wa asila. Ukienda katika fasili zote, basi watuazziruhu watuwaqiruhu, hizi dhamiri zinarejea kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima tumtukuze, wala haina haja kama anavyozungumza nyinyi, kwa nini mnamsalia mtume? Kwani kajisalia? Kwani kajisifia? Ukimwona mtu anajisifu mwenyewe, mstaki urejesha nyuma kabla dakika fulani hapa. Ukiona mtu anajisifu mwenyewe, huyo kidogo inakuwa yukoje? Akili hana. Sasa kwa nini mzuri sana bwana, mimi mashallah, akili kidogo hajatulia. Kwa hiyo sisi hatuzuiliwi, kwa sababu mtume hajakaa kujisomea maoni. Maana yake ni maneno haya ule mwendazimu hazungumzi. Kwani mtume sallallahu alaihi wasallam hajatubia kwamba ana sayyidu waladi adam wala fakhra, yakajiita kwamba ni bwana mtoto wa Adam, wala hakuna ufahari wa hilo. Sasa ikiwa yeye ni bwana, asemeje? Ajisifu vipi? Sasa haya hayatuhusu, kwa sababu sifa ya mtu, uzuri wa mtu si kujiona yeye, anaonwa. Kuona sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutupa utukufu huu, tukamwona kwamba Muhammad ina haki, inathibitika tumsifu, tumtukuze. Hili ni jukumu letu sisi na watoto wetu. Tuwakuze watoto katika makuzi ya kumpenda sallallahu alaihi wasallam. Akiwa ofisini yuko na Muhammad, akiwa garini yuko na Muhammad, akiwa mavuvini yuko na Muhammad. Wallahi wa alla istaqamu ala tariqa la asqainahum ma'an ghadaqa. Hakuna kitu chenye ladha, chenye uzuri kama kumthamini Muhammad. Asaliwe bwana mtume. Kwa
Kwa nini asithaminiwe? Na Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake anatuambia kwamba katika kazi zake kutusomea kitabu cha Mwenyezi Mungu, akatuchambulia kwa sababu wa inkanu min qablu la fi dhalalin mubin, kwa sababu wao kabla ya kuja Muhammad walikuwa na sifa gani? Wako ndani ya upotevu mkubwa. Kwa hiyo tusije tukarejea nyuma katika upotevu. Huu ndio wasia wangu wa 2025. Tuko tayari insha Allah? Inshallah. Basi tudumuni katika hili. Hii siyo bid'a. Bid'a alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza macho yake yanapiga wekundu. Kwa nini? Kwa sababu bid'a alikuja na kitu katika dini hakimu. Akatokea mtu akasema leo sala kuanzia kesho itakuwa sala 6 baada ya 5. Huyu kafanya nini? Kaleta bid'a. Hili jambo katika dini halimu. Lakini katika dini unakutia mtu kwa sababu yeye kile kitu akipendi, halafu anakataza watu. Tusiwe hivyo. Hii ni tabia mbaya mno. Ulimwengu wetu huu hutoweza kuishi ukasema uishi alivyoishi Rasulullah. Hata siku moja Bilal alikuwa anaambiwa usichukue speaker, alikuwa haziko, anaambiwa panda juu ukafanya nini? Ukadhini. Labda na sasa tumeiga tuko juu tunazungumza huko. Lakini ilikuwa namba panda juu kwa sababu mambo haya ilikuwa hakuna. Lakini leo alhamdulillah. Na ndio maana kuna siku moja wanafunzi wa hivi walikuwa wanasoma kwa shekhe. Baada ya kuhitimu, mmoja akaja akatoka akapokelewa mjini na mmoja akarejea kijijini. Yule bwana kurejea kijijini akakaa siku katika siku akatamania kutembeleana. Basi yule wa kijijini akaja kumtembelea mtu wa mjini. Kufika alimkutia yule bwana mwenzake amejengewa msikiti mkubwa, una mataa kama haya, kuna mafeni mbalimbali, mbele kaikuwa meza ya kifahari na kompyuta. Pembeni ya kompyuta kuna kidude kinaitwa kipanya. Mnakikumbuka ile kipanya kile. Waarabu wanaita fara na Waingereza wanaita mouse Kwa hiyo ina maana baada ya kufika yule bwana akakaa msikitini, baada ya kusalimiana akaanza kushangaa. Anatoka huko ushambani, hakuna umeme, hakuna simu, hakuna kompyuta, hakuna chochote. Yule bwana akasubiri rafiki yake amaliza darasa, akaanza kumuuliza. Akamwambia naona watu wengi huko msikitini, lakini kuna madudu yanapepea huko juu matatu tu haya. Yanaitwa aje haya? Akamwambia hadhi mirwaha. Mirwaha maana yake ni kipepeo Kipepeo hichi cha kipepea. Kwa kule shamba. Kwa huko mjini nasema nini? Feni. Basi akaandika yule bwana, nimeenda kwa rafiki yangu tarehe fulani, nikakutia watu wasiopungua watu 300, lakini wanapepewa na vipepeo vitatu. Akili Halafu pembeni yake ilikuwa kuna kompyuta. Akamuuliza, "Hii ni muda gani?" Akaambia, "Hadhihi hasub." Hichi ni chombo cha kufusabia mambo yangu. Akaambia, "Hai cha nini?" Akaambia, "Hadhihi fara." Hichi ndio kile kipanya ambacho kinapeleka hii kompyuta. Basi akaandika pembeni yake, mbele yake kuna hasubu, halafu pembeni yake kuna kipanya anachezea. Kuendelea yule bwana hapo ikapigwa simu. "Halo, salamu alaykum, uko wapi za masiku hapo?" Anasema niko Amerika, mbali sana. Akaanza kushangaa. Akaambia, "Hii inaitwaje?" Akasema, "Hadhihi jawala." Jawal, watu wa dawa wana kitu wanaita jaula. Jaula maana yake ni kutoka kumpelekea mtu habari. Basi yule bwana baada ya kuwapata yale kakaa siku 3 akaona arudi nyumbani. Kurudi nyumbani ikafika magharibi. Wanafunzi wakaanza kuzongana mlangoni pa shekhe, wataka kumdokea shekhe. Mama watoto akamwambia, "Jamani, hata huruma hamna. Shekhe ndo anatoka safari, msubirini kwanza kumzike." Kumbe na Israeli anaambiwa leo tunataka roho ya shekhe. Shekhe asubuhi watu wanamka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kisha kufa. Wakaandaliwa mazishi. Baada ya kumaliza mazishi wakakaa wanafunzi baada yao kuna wale wakubwa viongozi. Kaambiwa, nani atakayepeleka darasa ya shekhe? Mmoja akachaguliwa, "Wewe bwana uko chini ya shekhe, peleka darasa." Basi akasema kwa vile shekhe alienda kutembea huyu, lazima tujue katuletea zawadi gani. Basi akachukua daftari la mwalimu akaanza kutoa historia. Sasa hapa ndio ninapotaka sikiza vizuri, alafu ndio ndipo tuwasikie hawa watu wa bid'a. Yule bwana akaanza kusema siku katika siku,
ametoka shekhi wetu kwenda kwa mzee fulani, shekhi mwenzake akamkutia anasomesha watu 300, lakini watu wale wanapepewa na mirwaha 3. Wakaanza vipepeo hivi watu 300 vitatu vikoje? Wengi mshaangalia mchezo wa Yusuf kuna watu pembeni na kipepeo kikubwa wanalizungusha watu kama 7 hivi, 1 2 3 napelekwa. Akaanza kusema kweli, akaambia lakini mpaka sasa hivi masala sitaki mpaka madrasa. Akaambia mbele yake pana hasu na pembeni yake pana kipanya. Shekhe tena kumsikitini na panya wa nini? Msiulize. Alafu akaambia pembeni yake pana jawala. Amewasiliana na mtu kutoka masafa ya mameli, maelfu ya mameli. Mwenye suala zikaanza kuja fikra hizo za kibida. Sasa akaanza kuulizwa, hebu shekhe tuambie, hichi kipepeo vitatu vipi vitaweza kuwapepea watu wasiopungua 300? Akasema kupitia fikra yake, si uhalisia wa nani? Wa shekhe. Shekhe kaona vingine, na yeye kwa vile hajapata shekhe akaona hata niajibu vizuri masala ninavyoulizwa. Akasema usishangae kila kipepeo kimoja kilikiwa kimezungukwa na watu wasiopungua 10. Wanaanza kasi 1 2 3, hiyo anapepewa. Utapatikana upepo upatikani? Anafunza akasema unapatikana. Akasema hiyo moja hiyo. Takbir. Basi akaambia haya shekhe, hebu tuambie, huyu jawala huyu aliyetoa habari kutoka Amerika kuja kwa Uganda, mameli ya mameli. Akaambia usisahau bwana, kulikuwa kuna mcha Mungu mmoja anaitwa Asif, pale ambapo Nabii Allah Suleiman alipoambia majini nani atakayeleta kiti cha nani cha Balqis, majini qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma bi maqamik, mimi nitakuletea kabla hujasimama wewe mama nake. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu sallam. Lakini akatokeza mwenye ilmu akasema ana atika bihi kabla an yartadda ilayka tarfu, nitakuletea kabla kupepesa. Alipoangalia akaangalia pembeni anakuwa na kiti kimetulia. Hawa watu bado waangalipo. Mwanafunzi akasema kweli baba, swala la 3. Akaja akamuuza, hebu tuambie huyu panya na huku anasomesha wa nini? Akamwambia tabia ya wanafunzi wanakuwa wanasinzia darasani, kwa yule panya yule anakuwa anawatishia msilale. Msali Mtume. Huyu bwana maneno yote hakupata kwa sababu yeye kapitia nini? Fikra yake tu, lakini uhalisia sivyo. Sawa sawa na kuja mchina hapa akwambia baba nitakuozesha mtoto mzuri, kumbe fikirani kwako unaangalia siku gani niangalia mchezo mzuri yule mwanamke nimemuona, kumbe analetwa kichina kidogo macho maru. Fikra yako kinyume na uhalisia ulio. Kwa kufungia jamani, tusiwe na haraka kutoa fatwa. Masala ya taaluma hayataki kishindo. Tulia, usome, utaona uhakika ulivyo. Na jambo lolote ukaona Waislamu wamekaa pamoja, elewa hapo Mwenyezi Mungu kaondosha upotevu. Waislamu hawatokaa pamoja kwa sababu ya upotevu. Ukiona Waislamu wamekaa pamoja, elewa ndani yake kuna kheri, na kama kuna shari Mwenyezi Mungu ataibadilisha kuwa kheri. Kinyume na hivyo atatupata makubwa. Nafungia siku moja, kulikuwa kuna kijana alikuwa na ndoto tangu mdogo. Akasema mimi nikiwa mtu mzima niwe pilot wa ndege. Kijana akasoma akafanya mtihani kafeli. Kufeli itabidi apeleke vyeti vyake uwanja wa ndege. Baada ya kuwa awe pilot akawa msafisha ndege, manake mfyagizi. Akaendelea kufyagia ndege, ndege inaenda safari, ikirudi kitua kaingia ndani kasafisha. Baba siku katika siku ule kijana akaona kitabu mbele ya kiti cha rubani kimewekwa pale. Akaanza kukifungua. Ukifungua anwani ya kitabu inasema vipi utarusha ndege. Akasema leo ndio siku yangu ya kuwa nani pilot. Basi kufungua kaambiwa ndani ya kufungua kusoma, akaambiwa ukitaka kuiwasha ndege basi bonyeza batani rangi ya blue. Baada ya kubonyeza ndege na nguruma. Akasema leo ni kweli.
Kaendelea kufungua, akafungua, akakutia anwani, akaambia ukitaka kuirusha ndege, ukitaka kuendesha ndege, bonyeza batani rangi ya kijani. Basi kabonyeza, ndege kaanza kutembea. Baadaye kaendelea kusoma na kitabu kinaanza kumaliza hicho. Akaambiwa ukitaka kuirusha ndege, bonyeza batani rangi fulani. Kubonyeza baba, ndege kasema leo niko pilot. Watu wanashangaa, mbona rubani katulia huku, huyu bwana mbona ndege kachukua nani? Watu washahumiwa. Basi ndege kwa hewani inaruka, kuendelea kusoma, kuja kuangalia mwisho wa kitabu, anaambiwa hapa ni mwisho, ukitaka kuchua ndege kanunue kitabu mjeledi wa pili. Mswalie mtu. Mimi sisemi kitu hapo. Akakitafute kitabu na mule hakimo. Au tamaliza mwenyewe. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. نور دربي بالقرآن واشرح